Basi nataka nichukue nafasi hii ni wasalimuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza sana jioni hii kuwa mahali hapa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya rehema zake kuu ambazo ametupatia, na tena jioni hii ametupatia mbaraka wa mvua na neema, tena ametusimamishia ili kwamba tukaweze kuendelea na vipindi vyetu jioni hii. Mungu wetu wa mbinguni ashukuriwe na haimidiwe kwa sababu ya rehema zake ambazo hazipungui. Basi karibuni katika kipindi chetu cha jioni, na Mungu tena jioni hii baada kunena nasi kwa namna ya kipekee kwenye kipindi cha Kaya na Familia ambacho kimekuwa cha mbaraka sana, akimtumia mtumishi wake Orina kutupatia maelekezo ya kuthibitisha familia zetu. Ninaamini umebarikiwa kama mimi nilivyobarikiwa, na familia zetu zimepata maelekezo ya kutuandaa kwa sababu ya ujio wa Mungu ambao umekaribia. Jioni hii tena Bwana anaenda kunena nasi kwa neno lake. Anaenda kuzungumza nasi kwa namna ya kipekee na kututayarisha kwa sababu ya ufalme wake ambao umekaribia. Tunatazamia Yesu atokee mawinguni, tunatazamia kumwona katika utukufu wake, tunatazamia jeshi kubwa la malaika limsindikize. Lakini kabla wakati huo, lazima Bwana atuandae kwa neno lake tunapotazamia ujio wake ambao umekaribia. Basi jioni hii tuko na neno ambalo Bwana ametupatia ili kwamba tukaweze kulizungumzia, na kichwa cha somo ambacho tutaziangatia ndani ya dakika hizi inasema Mungu ni Baba. Mungu ni Baba. God is a Father. Ndilo swala ambalo tutaliangazia jioni hii. Tuombe tena kwa mara nyingine. Mungu wetu unayetupenda, tunakushukuru kwa kuwa umwema na fadhili zako ni za milele. Kipindi hiki tumesimama ili kwamba tukaweze kunena neno lako la uzima. Ninachokiomba Bwana, mie nipungue nawe uzidi. Neno lako lije na nguvu ya kipekee ya kumfikia kila mmoja wetu kipindi hiki, na ukaguse mioyo yetu kwa hili neno, ili hatima ya fundisho hili, chuki ya dhambi iwe imekuzwa katika mioyo yetu, tamaa ya haki iwe imekuzwa katika hiyo mioyo, na tutakuwa tumeneemeshwa kuenenda katika njia unaotaka tuenende kwayo. Zungumza nasi sasa, ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna sifa ambazo zinamtofautisha mwanamume. Kuna sifa ambazo zinamfanya mwanamume awe tofauti kabisa. Actually niseme wanaume wote ni wana wa kiume, lakini sio wana wa kiume wote ni wanaume. Yani all men are male, but not all male are men. Kuna sifa ambazo zinampatia mtu sifa na nafasi ya kuwa mwanamume. Na sifa mojawapo ambayo inampatia mtu nafasi ya kuwa mwanamume ni kwamba mwanamume ni baba. Mwanamume ni baba. Wala sizungumzii baba kama kauli ya mtu anaye uwezo wa kuzalisha. Hapana, kwa sababu tunapozungumzia baba, hatuzungumzii tu mtu ambaye anabeba watoto kwenye viuno au ana uwezo wa kuzalisha. Tunamzungumzia mtu ambaye akona moyo wa baba. Huenda asiwe na nguvu ya kuzalisha, huenda awe na mapungufu ya kutokuwa na watoto wa kwake, lakini akiwa na moyo wa baba, huyo bado ni baba. Na wapenzi, unajua baba huwa ndiye shujaa wa kwanza wa mtoto wake wa kiume. Baba ndiye mpenzi wa kwanza wa binti yake, na sifa hizo zinamweka kando. Kuna ujasiri ambao watoto wanapata kwa baba yao, haswa anapomiliki sifa thabiti za baba. Najua tukiwa watoto tulikuwa tukicheza, ndege zikipaa angani ikipita, tulikuwa tunaimba ndege ya nani? Wangapi walisema ndege ya babangu? Ndege zilipokuwa zikipaa angani tunasema ile ni ndege
ya babangu. Wakati wa labda babako anavuruta mkokoteni, hana hata baskeli, au unasema gari la babangu. Wakati wa baba yako hana hata baiskeli. Kuna namna ambavyo watoto wanaamini baba zao. Wapenzi, nikwambie, kama baba wa ulimwengu walivyo, tunaye baba wa mbinguni anayewazidi sifa hata baba wa ulimwenguni. Tunaye baba wa mbinguni anayewazidi sifa wazazi wa kiume waliopo hapa chini. Na sifa ya Mungu kuwa baba ikieleweka na watoto wa Mwenyezi Mungu, watakuwa wamesuluhisha mahangaiko, mateso ambayo shetani anawafanyia, kwa sababu wataelewa wao sio watoto wa mtu wa kawaida, wao ni watoto wa baba aliye mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mkono wako kama tuko pamoja jioni hii ya kipekee. Mungu akubariki. Na kama kuna mahali ambapo sifa ya Mungu kuwa baba imedhihirishwa vizuri, ni katika swala la kushughulikia dhambi. Kama kuna mahali sifa ya Mungu kuwa baba, wapenzi, imeshughulikiwa, imeonekana katika umahiri wake, ni katika swala la Mungu kushughulikia dhambi. Hata kabla sijafika huko, Paulo akiandika Warumi 8 mstari wa 15, hivi ndivyo asemavyo. Warumi 8 mstari wake wa 15, hivi ndivyo asemavyo. Soma Makenzi, twende. Inasema, Biblia takatifu inasema, sawa, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, inayoleta hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Anasema roho tuliyopokezwa ni roho ya kufanywa wana. Maliza fungu. Ambayo kwa hiyo roho twalia Aba. Twalia Aba. Yani baba. Biblia inasema ya kwamba hatukupokea roho ya kufanywa watumwa. Hatukupokea roho inayoleta hofu. Hatukupokea roho inayosababisha wasiwasi. Roho tuliyopokezwa ni ya kufanyika wana, tukielewa kwamba sisi ni watoto wa Mungu aliye mbinguni, na tunaye baba katika baba yetu wa mbinguni. Tunaye mzazi wa kiume mwenye uwezo usiopunguka. Hofu, wasiwasi, uoga, hali ya sintofahamu inatoka kwa sababu tunajua tunaye baba mbinguni. We have a father in heaven. Na kwa yeye tuna ujasiri wa maisha yetu, tuna ujasiri wa kukabiliana na changamoto za hapa na pale. Tuna ujasiri ya kwamba kama jinsi baba wa hapa chini anavyowakumbatia watoto wake, kama jinsi baba wa hapa chini watoto hata kama kuna chakula wana ujasiri kwamba chakula kitakuwepo, kama jinsi baba wa hapa chini vitu haviendi sawa na wakika baba yao, ndivyo sisi pia tutakuwa na ujasiri kwa baba yetu aliye mbinguni. Wapenzi, hatujapokea roho ya wasiwasi. Sasa huyu ndiye baba tuliye naye. Huyu ndiye baba tuliye naye, na dhihirisho la uwezo wake wa kipekee kama anavyotujali ni katika swala zima la kushughulikia dhambi. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Mafungo haya mawili ya Biblia ndio tutapiga kambi. Tukimaliza tutakuwa tumemaliza somo letu jioni hii ya kipekee. Mwanzo 3:14 na 15. Tulia kabla hujasoma. Mwanadamu alipoanguka katika dhambi, ilimbidi Mungu aingilie kati, afanye jambo spesheli sana. Pindi mwanadamu alipoanguka katika dhambi, ameenda kinyume cha makusudi, amejaribiwa, amesikia sauti ya mjaribu. Mungu ilibidi afanye jambo fulani, lazima angeingilia kati. Kwa nini? Watoto wake, nisikie, aliyowaumba kwa sura yake na kwa mfano wake, ama nitumia lugha ambayo itaendana na somo letu, watoto wake aliyewazaa kwa sura yake na kwa mfano wake, walipoangushwa katika dhambi, ilibidi Mungu afanye kitu. Soma, inasemaje? Biblia takatifu inasema, teremka.
Bwana Mungu akamwambia nyoka. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa. Tulia. Kwa sababu umeyafanya hayo. Alikuwa amefanya nini? Nyoka alichagua kutumika na ibilisi mwovu shetani kuangusha watoto wa Mungu. Tasema hiyo tena. Nyoka alikubali kutumika na ibilisi mwovu shetani kuwaangusha watoto wa Mungu dhambini. Alishirikiana na yule adui, alishirikiana na yule mzushi, akaamua kuangusha watoto wa Mungu dhambini. Na alipofanya hivyo, Mungu akaamua kuingilia kati. Na unajua, ukisoma Mwanzo sura ya 3, sikia, hakuna mahali katika sura hiyo nzima Mungu amemtamkia mwanadamu laana. Hakuna mahali katika sura hiyo nzima baada ya anguko Mungu amemtamkia mwanadamu laana. Mungu anampatia mwanadamu adhabu. Mwanamke, utazaa kwa utungu, Adamu, kwa jasho lako utakula, miiba na michongoma itatoka. Lakini laana, actually anamwambia nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Hakuna mahali Mungu alimlaani mwanadamu. Angalia upendo wa Mungu kama baba kwetu. Unajua, sifa moja spesheli ya Mungu ni hii, ni kwamba japo anachukia dhambi, anampenda mdhambi. Japo Mungu anachukia dhambi, anampenda mdhambi. Na ndio maana jana lile somo la jioni likaja kwetu kwa namna ya kipekee ya kwamba yeye Mungu hana haja ya kumwaibisha mdhambi. Yeye Mungu hana haja ya kumwanika paruanja. Yeye Mungu hana haja ya kukuaibisha hadharani. Mungu katika madhaifu yetu, Mungu katika mapungufu yetu, anachojua kukifanya, expertise yake ni kutufunika na vazi la haki yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mdhambi aliwahi kuletwa kwa Yesu Kristo na kaondoka, wapenzi, akiwa na hatia bado inamtawala, kwa sababu Mungu anajua kuishughulikia dhambi. Muulize Maria Magdalena, atakwambia walipomburuta wakamrusha miguuni pa Yesu Kristo, wakamshitaki, wakamwambia huyu tumempata kwa tendo lile haswa. Kisha anamwambia Yesu, sheria ya Musa imeandika ya kwamba anapaswa kupigwa mawe, wewe wasemaje? Maria akiwa miguuni pa Yesu Kristo, akijua wale ambao wamemleta ni watu walio watakatifu, akisubiri miamba, mawe ianze kudondoka moja baada ya nyingine, alisikia sauti ya mwamba iliyo imara ikimuuliza, wako wapi washitaki wako? Tena ikasikia akisema, enenda na usitende dhambi tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Yesu anafanya. Hivyo ndivyo Yesu anafanya. He is an expert at dealing with sin. Yeye anajua kushughulikia dhambi, sio kwa namna ya kukuainika, sio kwa namna ya kukuaibisha. Biblia inasema ya kwamba anapotusamehe dhambi zetu, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo anavyotusamehe maovu yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati huo. Amen. Nilisoma kisa fulani ambacho kilinifurahisha mahali. Napenda kukisema mara nyingi tu. Mzee mmoja alimtembelea kijana wake msomi, akawa amemtembelea pale kwake nyumbani, kisha akawa anapiga story yule kijana wake na marafiki zake wasomi katika kona ya nyumba. Mzee akaenda kwenye maktaba, akavuta kitabu, ilikuwa ni Biblia, akapekua. Katikati ya kusoma mzee akasema haleluya. Yule kijana akasema, mzee vipi huyu bwana ananiaibisha huyu mzee? Niko na marafiki wasomi hapa, mzee shida yako ni gani? Kaambia, pole kijana wangu, nimesoma kwenye Biblia hapa ya kwamba Mungu akisamehe dhambi zetu anazirusha kwenye kina cha bahari. Sikuweza kuzuia kijana wangu, nilisema haleluya. Akasema huyu mzee ataniaibisha. Akampokonya Biblia, akavuta kitabu kingine, alivuta Atlas akampa mzee. Akapekua tena, akasikia katikati akisema haleluya. Sema, nini mbana wewe mzee? Sinafikiri nikupokonya kitabu ambacho kilikufanya uniaibishe. Kaambia, pole kijana wangu. Sema, unajua nilisoma Biblia ikasema kwamba Mungu akisamehe dhambi anazirusha kwenye
kina cha bahari. Lakini hapa kwa Atlas nimesoma kanambia kuna bahari ambazo vina vyake havijulikani. Niliposikia habari hizo sikuweza kuvumilia, nilisema haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitusamehe dhambi anazirusha kwenye kina cha bahari, na zikifika kuna vina vya bahari. Najua bahari ambazo Mungu anachagua ni vile ambavyo vina havijulikani. Amen. Lakini unajua kuna watu ni deep sea divers. Wao Mungu akikusamea, mchungaji Fadhili, ukishasamewa alafu Mungu azirushe chini ya maji, wao wanajua kuzifuata huko chini. Wanazifuata kabisa. Wanajua kukumbusha jinsi wewe ni mzinzi. Wanajua kukumbusha jinsi wewe ulikuwa hivi. Sikia kwa makini. Wakikumbusha, waambie mimi kama nilikuwa vipi, sijui ilikuwaje. Najua nilikuwa kipofu, lakini sasa ninaona. Forgiven. Mungu akipeana msamaha anajua namna ya kusamehe kweli kweli. Mtu asikuangaishe kwamba umesamehewa. Nimeona Wakristo na wasio Wakristo Mungu amewasameha, dhambi zimefutwa, lakini bado anatembea na hatia ya dhambi inamtawala. Ataomba asamehewe, akisema ulize Mungu, akija sasa utaenda mbinguni, akwambia sina uhakika, na ameomba mpaka akasamehewa. Nataka nikupe ujasiri, Mungu tunaye mwabudu aliye Baba ana sifa moja, akikusamehe anarusha kwenye kina cha bahari, wala hazikumbuki tena. Muulize Maria Magdala, kwa sababu ya tendo hilo alikuwa mtu wa mwisho msalabani Ijumaa na mtu wa kwanza kaburini Jumapili. Kabla Petero na ujasiri wake hajasema Yesu amefufuka, Maria alikuwa na habari hizo, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikuwa amemfanyia. Na ndio maana back to the text sasa, Adamu na Hawa walipoanguka katika dhambi, Mungu kama Baba akasema I must do something. Lazima nifanye kitu fulani, nitaingilia kati. Na kaingilia kati vile, akamwambia nyoka, kwa sababu umechagua kutumika, wewe umelaaniwa. Soma fungu twende sasa, mtu wa Mungu. Akamwambia aje? Twende. Umelaaniwa wewe. Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Kuliko wanyama wote. Twende. Na kuliko hayawani wote. Na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Tulia hapo. Nyoka, kwa sababu alikuwa amechagua kutumika na ibilisi mwovu shetani, laana ikamwangukia. Nataka nipende point yangu ya pili, nafikiri na 4 tu, nikimaliza 4 nitakuwa naomba na wewe. Point yangu ya pili jioni hii ya kipekee, nyoka aliamua kutumika na mzushi, na kwa sababu alichagua kutumika, laana ambayo ilimpata shetani, adhabu ambayo ilimwangukia shetani, sikia, ikamwangukia na yeye pia. Point yetu ya pili jioni hii ni gani? Sikiliza. Ukiamua kuabiri gari la ibilisi mwovu shetani na ukae humo humo ndani, tarajia kushuka anakoelekea yeye. Ukiamua kuabiri gari la ibilisi mwovu shetani, nisikie, na ukae humo, tarajia kushuka anakoelekea yeye. Kizungu tunasema direction determines destiny. Kwa kuwa nyoka alikuwa amechagua kushirikiana na ibilisi mwovu shetani. Unajua Mwanzo 3:14 by the way ni kinyume cha Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Hebu soma Mwanzo 3 mstari wa kwanza, alafu soma Mwanzo 3 mstari wa 14. Biblia inasemaje? Twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Mwanzo 3 sura ya kwanza inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. 14 inasemaje sasa? Biblia inasema anza, umelaaniwa. Umelaaniwa wewe. Twende kabisa. Kuliko wanyama wote. Sasa 3:1 inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. 14 inasema sasa amelaaniwa kuliko wanyama wote. Sikiliza, usicheze na shetani. Usimpe nafasi maishani mwako.
Usimpe mwanya maishani mwako. Ukimpa shetani mwanya, huo ufa utajenga ukuta hatimaye. Manake kazi anayojua shetani ni hii: kuchinja, kuua na kuharibu. He is an expert at destroying. Hajui chochote shetani. Ukisimama pale barabarani, huu ni mfano tu, na umpate shetani. Mfano nimesema ili kwamba uelewe. Anatangaza niko na lift ya bure, lift ya bure, lift ya bure. Usiingie. Shetani hana lifti za bure. Shetani hawezi kumfuata bure bure. Sikia, atafanya dhambi iwe ya kuvutia, akuite kwamba upande, na ukisha abiri katika msafara wa dhambi, ataanza kukupandikiza vitu ambavyo hautaweza kubebana navyo. Mzee wangu, si unajua hata wewe alikuvutia namna ambavyo siketi hazikupishi, uzinzi umekuwa sehemu yako, ilikuwa inaonekana kuvutia, lakini hivi sasa atakupa sigara akuache na mapafu ambayo yako na saratani. Atakupa uzinzi akuache na ukimwi, kisonono, akuache na magonjwa ya zinaa, familia ambayo imesambaratika. Manake shetani anajua tu kuchinja, kuharibu na kumaliza. Alafu unajua yeye huwa akishamalizana na wewe vizuri, anakusukuma uregee kwa wasi wako. Lakini habari njema ni hii: wakati anahisi amedili na wewe vizuri na anakusukuma uregee kwa Yesu wako, Yesu ambaye ni rafiki, Mungu ambaye ni Baba, bado huwa anakukumbatia na mkono wa upendo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ndio maana hilo fungu linamaliza kusema hivi, Yohana 10:10. Hebu soma tu ili kwamba tusinukuu. Yohana 10:10, weka kidole Mwanzo 3, tutarejea hapo. Yohana 10:10 nasemaje? Twende mtu wa Mungu kwa upesi. Biblia inasema, seme sawa. Mwivi haji ila aibe. Mwivi haji ila aibe, na kuchinja, na kuharibu. Mimi nalikuja. Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati huu. Yesu anasema ya kwamba ninajua shetani alikuvutia, amekuingiza katika dhambi, taja ya kwako, amekuangaisha na kusambaratishia maisha. Na Yesu anasema jioni hii ya kipekee, nimetembea kenyenya ili nikupatie uzima, tena nikupe huo uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Tele, in abundance. Huyo ndio Yesu tunayemwabudu. Bwana, ule wimbo unasema miguuni paka Yesu, hapa mahali bora pa kuweka dhambi zangu. Tupige hatua sasa. 14, twende. Nyoka amekubali kuisikia sauti ya mzushi, amekula adhabu yake, na Mungu sasa anajiandaa kushughulikia watoto wake. Mungu aliye Baba anajiandaa kushughulikia watoto wake anawapenda, amewaumba, ambao ni wathamani kwake. Kwa sababu ya kile ambacho mzushi amekifanya, anajiandaa kushughulikia watoto wake. Soma mstari wa 15 sasa. Inasema, Mungu akasema, nami nitaweka uadui kati yako. Na huyo mwanamke. Na kati ya uzao wako. Na uzao wake. Maliza. Huo utakuponda kichwa. Na wewe utamponda kisigino. Tulia. Sasa kwa sababu mwanadamu amekwisha angushwa dhambini, Mungu aliye Baba lazima ashughulikie watoto wake. Anasema, najua mmeshirikiana na mzushi, najua mmeisikia sauti yake, najua amewaangusha mali sikutaka mfike, lakini mimi Mungu niliye Baba wenu, ninayewajali na kuwapenda, nitaweka uadui kati yenu na huo uzao ambao umewaangusha. I'll put enmity, nitaweka uadui. Wacha nikwambie, nilikuwa kusema hili lakini Roho wa Mungu amenikumbusha niliseme. Asili tulio nayo, uweza wa Mungu usipoingia ndani, ni asili ambayo inavutiwa kutenda dhambi tu.
Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba tulipoanguka dhambini alikusudia ili kwamba aweke uadui ili kwamba kuwe na chuki ya dhambi ndani yetu. Ndio maana jana mchungaji akasema, ama ni asubuhi leo akasema ya kwamba yeyote ambaye Yesu anakaa ndani yake haiwezekani tamaa ya dhambi kutamalaki hapo, kwa sababu uwepo wa Yesu Kristo ndani yako kinachofanya ni kuweka uadui kati yako na dhambi. Yesu akiwepo, uadui na dhambi unapatikana. Yesu akiwepo, urafiki na Yesu unakuwa thabiti. Haki inakuvutia, dhambi inakuchukiza. Manake uwepo wa Yesu Kristo hauwezi kuruhusu uwepo wa dhambi vile vile. Je, unatamani kuwa na ushindi dhidi ya dhambi? Hauhitaji kisomo chako, kwa hiyo hauhitaji elimu yako, kwa hiyo hauhitaji mamlaka yako. Kwa hiyo ili uwe na ushindi dhidi ya dhambi, unayemhitaji ni simba aliye wa kabila la Yuda. Huyo akingurumia dhambi maishani mwako, lazima dhambi itulie. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Lazima itulie. Lakini ulisikia tamko la Mungu kweli. Alisema hivi, uzao wa nyoka utakuponda kisigino. Uzao wa nyoka utakuponda kisigino. Unajua shetani humjeruhi mwanadamu, shetani humjaribu mwanadamu, shetani humvamia mwanadamu, lakini kuna kiwango ambacho hawezi kupita. Hawezi kupanda, niruhusu nitumia fungu, hawezi kupanda kupita kisigino. His access is limited. Haya, hivi mmesikia nimesema kwenye watoto wa Mungu kweli? Mmesikia kweli? Shetani anavamia, sawa. Shetani anajaribu, sawa. Shetani anatesa, lakini sikiliza, his access. Hivi access nini na Kiswahili? Hiyo upeo wake Mungu ameutunza, ameushughulikia. Kuna mahali hawezi kupita. It is under check. Mungu akisema hapa upiti, haupiti. Hapa au exceed. Na kwa hiyo ndio maana fungu linasema hivi, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. Sikiliza sasa, Mungu aliye Baba, msikie. Mungu anayekujali, msikie. Mungu ambaye hataki shetani akuangaishe zaidi ya namna unavyoweza. Soma tuende Wakorintho wa kwanza 10:13 twende. Biblia inasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Tulia wapenzi, nisikilize mama yangu mpendwa, kijana unayenisikiliza, mzee katika mkutano, unayenisikiliza mbali na mtandaoni. Biblia inasema kwamba Mungu wetu wa mbinguni anasema jaribu linalowapata, jambo la kwanza, ni kawaida ya wanadamu. Ila Mungu, tulia tu Makenzi, Mungu akubariki. Ni kawaida ya wanadamu. Hakuna kitu kipya chini ya jua. Wacha kujisikitisha, wacha kuishi kana kwamba wewe ndio wa kwanza kupitia kile ambacho unapitia. Najua ni uchungu, sawa. Najua ni nzito, sawa. Najua imekulemea, sawa. Lakini Mungu anakuambia jambo la kwanza ni kawaida ya wanadamu. Jambo la pili anasema ila Mungu Soma Makenzi. Samahani. Ila Mungu ni mwaminifu. Twende. Ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Tulia. Mungu ni mwaminifu. Hayo majaribu ambayo ni kawaida ya wanadamu, anasema sitaruhusu yapite namna unavyoweza. Sikiliza, Mungu akiruhusu jaribu lije, manake yeye ni Baba. Mungu akiruhusu kipindi kigumu kije, manake yeye ni Baba. Anaipima, anajua hii nayo Robinson anawezana, hii nayo Mackenzie anawezana, hii nayo Emmanuel anawezana. Haruhusu jaribu lije ambalo huwezani nalo. Hivyo ndivyo Mungu wa mbinguni anavyotujali. Anapima capacity ya kuresist.
kiwango cha kushinda anapima, lakini pia anapima circumstances anaporuhusu. Mungu wetu ni mwenye huruma na yeye ni baba, na kwa sababu ni baba hajawahi kutaka mtoto wake ajaribiwe zaidi ya namna awezavyo. Mama, ni kipi unapitia sasa hivi? Mzee, ni kipi hicho kimekulemea? Kijana, ni kipi hicho kinakuangusha chini kabisa? Sikia, kama Mungu ameruhusu, ina maana anajua pia kuna uweza wa kutoka. Maliza fungu, inasema twende. Ambaye hatawaacha mjaribiwa kupita mwezavyo. Soma kabisa. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya mlango. Mungu atafanya mlango, twende, wa kutokea. Maliza kabisa. Ili muweze kustahimili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mungu anasema ya kwamba akiruhusu jaribu lije, amelipima. Akiruhusu jaribu lije, unawezana nalo. Lakini pia anasema akiruhusu jaribu lije, kuna mlango wa kutokea. Sikia, ukilemewa, ukihisi kana kwamba linaenda kukuangusha, mwambie Bwana, upepo wavuma, wimbi limejaa ghadhabu, na yeye kwa sababu ni mwenye upendo, yeye kwa sababu ni atapeana. Tumalize fungu. Akasema utamponda kisigino, lakini yeye atakuponda kichwa. Hapa ndipo tunapohitimishia somo letu sasa. Kamwambia wewe utamponda kisigino, lakini yeye atakuponda kichwa. Unajua, sijawahi kutumia bastola, ila najua ya kwamba aliyepigwa risasi ya miguu na aliyepigwa risasi ya kichwa, matokeo ni tofauti kabisa. Aliyepigwa risasi ya kichwa na aliyepigwa risasi ya miguu, matokeo ni tofauti wapenzi. Sikia, shetani anachoweza kufanya ni just small scratches, ni kutukwaruza tu kudogo, lakini kupitia Yesu Kristo, lakini kupitia kifo chake msalabani, lakini kupitia kafara yake kamili. Sikiliza, shetani na kizazi chake chote Yesu amekiponda kichwa, amewaharibu beyond survival again. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Na yeyote aliye ndani ya Kristo, huyo ni mshindi. Ni mshindi. Manake anachokifanya Yesu Kristo, alichokifanya Yesu Kristo, atakachokifanya Yesu Kristo, matokeo yake ni moja, ni kwamba ushindi kwa watoto wake wanaokaa ndani yake na yeye anakaa ndani yao. Matokeo ni kwamba ushindi ni hakika. Sikiliza mpenzi, pale Kalvari Yesu alidhihirisha upeo wa juu zaidi wa kushughulikia dhambi. Pale Kalvari, nisikilize, Yesu alimalizana na shetani kwa mara ya mwisho. Pale Kalvari Yesu alikiponda kichwa chake, na anajiandaa tuja kumaliza tu kazi ambayo tayari alianzisha msalabani. Pale msalabani Yesu Kristo alitupatia uweza tena wa kufanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana mwandishi ninayempenda nje ya Biblia anasema hivi, msalaba ni ufunuo wa tabia ya Mungu ya upendo kwa dhamira zetu ambazo zimekufa. Msalaba, sikiliza, ni ufunuo wa upendo wa Mungu kwa dhamira zetu ambazo zimekufa. Na for a final time, kwa mara ya mwisho, Yesu Kristo alimaliza mchezo huo. Niruhusu nitumie neno mchezo kwa kukosa neno zuri. Alimaliza pambano hilo, na Yohana 19 mstari wake ni wa 30. Soma tumalize ubiri makezi sasa. Msikie Yesu ambaye amemshughulikia shetani. Msikie Yesu ambaye amekiponda kichwa. Msikie Baba wa mbinguni ambaye amemaliza yote. Sasa sikia, sasa tumalize ubiri. Inasemaje? Twende. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati. Sasa wacha nikupatie kitu kitakacho kufurahisha nikimaliza ubiri. Najua hii mfadhili atapenda sana mchungaji. Unajua, Yesu alipopeana tamko lile msalabani ile Ijumaa, watu wa kawaida waliokuwa wanapita pale msalabani walishtuka. Listen, walisikia kwa makini sasa.
Watu waliokuwa wanapita walishtuka Yesu aliposema imekwisha. Kwa nini? Lile neno imekwisha, niruhusu tu kwa dakika tu, ili kama nikupatie maana yake, itakusaidia kuona picha ambayo utaipenda sana. Lile neno imekwisha ni neno ambalo katika lugha yake original linaitwa tetelestai. Tetelestai. Hebu hiyo tuseme sote, kila mmoja aseme tetelestai. Tuseme sasa tetelestai. Makenzi hii tetelestai, I feel excited. Wakati mwingine ukisikia namna Yesu amefanya vitu, unasikia uruke, unasikia upae, kwa sababu kile ambacho Yesu amekifanya, gharama ya dhambi imeshughulikiwa vilivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa lile neno tetelestai ilikuwa likitumika katika sehemu nyingi. Mimi nitachagua 2 tu. Wakati mmoja watu wakienda vitani, wakisha shinda na kukusanya kila kitu, wakirudi na ushindi, walikuwa wanasema tetelestai. Tetelestai, yani tumekusanya kila kitu, ushindi ni hakika, nimekusanya kila kitu, nothing is left. Kwa hiyo wakati Yesu akiwa msalabani, sikia akisema imekwisha, anamwambia baba yake ya kwamba nimekusanya kila kitu, hakuna yeyote nimemfungia nje, I have saved them totally. Nimewakomboa. Lakini jambo la pili, ilikuwa mtu akiwa na deni lako kitambo, wanaandika list, nasema mchungaji Fadhili namdai kiasi hichi, Lamek namdai kiasi hiki, Makenzi namdai kiasi hiki. Wakilipa ilikuwa inakuwa crossed, alafu hapo inaandikwa tetelestai, fully paid. Fully paid. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Kwa nini? Alilipa bei, tunawiwa naye, dhambi ilitia wa, lakini Yesu aliondoa. Kwa nini dhambi kutese? Kwa nini dhambi kuangaishe? Una sababu gani ya kutompokea Yesu wakati gharama ameilipa? Fully paid. Amen. Our title and our fitness. Hiyo sijui ni vipi kwa Kiswahili, nimemwachia mchungaji Fadhili. Our title and our fitness, vyote amevilipa kwa kifo chake msalabani. Tuko na haki ya kufanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Tuko na haki ya kuingia mbinguni kwa damu yake ya thamani, kwa sababu wapenzi, alilipa bei. Fully paid. Fully paid. Sijui ni kipi ambacho kinakuzuia hata upokee mwito wa ubatizo. Umekuwa ukiangalia dhambi zako. Have you been considering your sin? Sikiliza. Kama kuna kilo 3 za dhambi, Yesu wangu ana kilo 6 za damu. Hakuna dhambi inayoweza kumzuia kushughulikia. Hakuna, wapenzi. Huyu ni Baba anatupenda, huyu ni Baba anatujali, na hatimaye wapenzi, alilipa yote. Namalizia hapa. Unajua kuna ushahidi wa kutosha mbinguni. Acha nishuke chini. Hapa chini kuna namna ya kushuka kumaliza na style. Kuna ushahidi wa kutosha mbinguni kwamba gharama ya dhambi imelipwa. Kwa nini? Unajua ile Ijumaa Yesu alipokufa msalabani. Hebu twende tumaliza hii. Mathayo 27. Hapo ndio tunaishia. Mathayo 27 50 hadi 53. Twende kwa upesi. Ile Ijumaa Yesu alipokufa msalabani. Mathayo 27 50 hadi 53. Twende kwa upesi Mathayo. Sasa nasemaje Makenzi? Kuna kitu speciali ambacho kilitokea. Something so special kilitokea Yesu alipokufa ile siku pale. Twende kabisa. Mathayo ni 27 50 hadi 53. Biblia inasema naye Yesu akisha kupaza sauti, twende kabisa, tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Twende kabisa, toka juu hata chini. Kabisa Makenzi nasema nchi katetemeka. Sawa. Miamba ikapasuka. Alafu makaburi yakafunuka. Kisha ikainuka miili
mingi, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Songa kabisa. Nao wakisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Sasa Yesu amekufa msalabani. Nisikie. Kisha Biblia inasema kwamba alipopeana tamko la mwisho na kaachia roho yake kwa Baba yake, anasema makaburi, that's the only part nataka. Makaburi yalifunuka. Kisha miili ya watoto wa Mungu ikainuka. Kisha baada ya ufufuo ikatokea watu katika mji mtakatifu Yerusalemu. Sasa let us pause. Imagine kuna jamaa yako alikuwa amekufa mzee, alafu nakutana na yeye Jumapili asubuhi anatembea katika barabara za Yerusalemu. Unashtuka, nakwambia nini? Sina dhani tulikuwa tunakuzika. Actually utakuwa na muda wa kuuliza maswali, maana tunaogopa maiti, tutachomoka mbio. Lakini akanimagine kitu ambacho jamaa yako anaweza kukuambia. Anambia, sikiliza, nilikuwa kaburini, lakini nikiwa kule chini nilisikia sauti kama mwangwi ikisema, tetelestai, imekwisha. Kifo hakingeweza kunizuia. Nikainuka, nikapewa uzima, ninaishi na huyo Yesu ambaye alikufa, hata yeye anaishi. Najua Yesu akasafiri na wao baada ya zile siku za kuwa hapa, akaingia nao mbinguni. Mwandishi ninayempenda nje ya Biblia anasema tena ya kwamba alipofika mbinguni tu hivi, malaika walipoona kundi amekuja nalo, wakasema, amemaliza mpango wa ukombozi. Ameleta watu walikuwa wanajiandaa kumvika Yesu taji, kumpatia utukufu. Akasema, not yet, bado. Hii ni malimbuko ya kwanza tu. Hii ni fast fruits peke yake. Bado Robinson yuko kule chini, bado Mackenzie amebaki kule chini, bado Heaven Target amebaki kule chini. Nitawaleta hatimaye wapenzi. There is an evidence in heaven. Kuna ushahidi mbinguni sasa hivi ya kwamba gharama ya dhambi imelipwa kikamilifu. Fully paid. Kwa nini usije kwa Yesu sasa? Kwa nini usije kwa Yesu sasa? Kwa nini usipige hatua sasa? Wanaoamini kwamba kweli gharama imelipwa. Mchungaji Fadhili. Wanaoamini kwamba kweli gharama imeshughulikiwa. Gharama imelipwa pasipo kuachwa. Gharama imelipwa, kuna kitu kimesalia. Huna sababu ya kukataa mwaliko wa ukombozi. Niambie, ni dhambi gani hiyo nafikiri Yesu hawezi kushughulikia? Ni nini hiyo nahisi Yesu hawezi kusamehe kwayo? Nini ambao nahisi kwamba Yesu hawezi kubadilisha? Mimi najua watu wabaya zaidi kukushinda, lakini hatimaye walipompokea Yesu Kristo, maisha yao yalikuwa tofauti kabisa. Amen. Mkubali Yesu. Karibu pastor. Na jioni ya leo, wakati tukiwa tunaenda katika kilele cha pekee sana cha hotuba hizi, ndugu yangu Evangelist Robinson, ninamshukuru Mungu sana kwa neno hili lenye nguvu sana ambalo limeruka katika milima na viwanja vya Kenya. Wakati tunapoenda kuomba jioni ya leo, ninamkumbuka binti mmoja anaitwa Esther. Esther alizaliwa kwenye familia ambaye alikuwa amezaliwa peke yake, na mama na baba wakampenda sana Esther. Lakini Esther, baada ya kuwa amezaliwa na kupendwa sana na wazazi wake, sikiliza kisa hiki ambacho kinamalizia pale ambapo kinasema Mungu kama baba. Na hivyo Esther amezaliwa, ameishi akiwa na miaka 9 Esther. Mama akafariki, baba akabaki bila mke, na Esther akabaki bila mama. Lakini Esther akiwa na umri wa miaka 11, baba yake akaoa mke. Ninazungumza habari za Yesu kama baba, na naomba usikilize vizuri. Esther akaanza kuishi na mama ambaye ni mama mwingine, maana mama yake amekufa. Fuatilia kisa hiki na urudi katika wazo hili ya kwamba tunaye Yesu ambaye yeye ni baba yetu.
Ndugu yangu msikilizaji ambaye uko mtandaoni, na wewe ambaye umekuja katika mikutano hii leo, wakati tunafanya hitimisho kubwa la hotuba hii, Esther akawa amekaa na mama yule, lakini mama akaanza kupata watoto. Akapata mtoto wa kwanza, akapata mtoto wa pili, ambao sasa ni watoto wake mwenyewe, na Esther ni mtoto ambaye ameachwa na mama yake. Na nataka nikwambie, Yesu ama Mungu kama baba, wakati Esther amezaliwa na mama amekufa, lakini sasa analelewa na mama mwingine. Mama yule akawa na roho mbaya, akawa anamtesa Esther, na akamwambia Esther, huruhusiwi kusema mabaya ambayo ninakutendea. Akawa anampiga vibaya. Na kitu kimoja ambacho unaweza ukashangaa, Esther alikuwa ananyimwa chakula, anafanyishwa kazi ngumu, anateswa na mama ambaye si mama wake wa kumzaa. Esther akiwa anateseka sana. Kisa kinaeleza vizuri, na naomba ujue kwamba Yesu kama baba. Tunapoenda katika kilele cha hotuba hii, Esther akateswa sana, lakini kuiweka stori hii ili uweze kuielewa kwa ufupi wake. Siku moja mama alikuwa ameacha vitu jikoni, na ili ni jiko la kuweka kuni. Kwa hiyo linachomwa zile kuni, na kwa hiyo anatakiwa atazame. Palikuwa pamebandikwa chakula ambacho kinapikwa, beans zilikuwa zinapikwa. Akapewa maelezo kwamba aangalie beans zinavyokuwa zinaiva, lakini akaambiwa aoshe vyombo, lakini akaambiwa adeki nyumba. Akapewa kazi kadhaa. Sikiliza, alikuwa ametolewa vyombo vya gharama na vyombo vingine ambavyo vya kuvunjika. Esther akafanya kwa uaminifu, akafuta vyombo vizuri, akaviweka mpaka kwenye kabati vizuri, akaviacha vizuri. Wakati ameviweka kwenye sehemu yake vizuri, watoto wadogo wa mama huyu waliokuwa wameachwa pia pale nyumbani, Esther akiwa nje anatazama zile beans ziive kwa jiko, ndipo watoto wakacheza, wakaangusha zile glasi zikavunjika, na wakawa wametikisa ile kabati, vyombo vikamwagika na kupasuka chini. Wakapanga jambo moja wakiwa wawili, kwamba watamwambia mama yao aliyevunja vyombo ni Esther, lakini sio wao. Ninamjua Yesu ambaye ni baba, na namshukuru Mungu kwa ajili ya hotuba hii ambayo inasema Yesu Mungu wetu ni baba yetu. Ninaomba usikilize hili tunapotengeneza na kuweka mawazo yetu kwa Yesu kama baba. Esther akiwa ajui kinachoendelea huko ndani. Watoto wale walikuwa wanajua, wakatoka wakakaa nje pamoja na Esther. Esther aliamua kukaa jikoni, maana watoto wale walikuwa wamefundishwa kumfanyia madharau. Wanampiga na yeye haruhusiwi kuwarudishia, wanamtesa kwa maneno na yeye anatakiwa akae kimya, maana wakimwambia mama yao kwamba Esther amewasemesha vibaya, alikuwa anapigwa kama karibu kufa na kuwa mgonjwa. Lakini siku hii wakawaza kwamba Esther atasingiziwa kwamba yeye ndiye amevunja vioo, amevunja glasi. Unajua kilichotokea, rafiki zangu, mwinjilisti na rafiki yangu Robinson, nina habari njema kwa watu hawa wa Kenyenya kufuatia hotuba hii. Baada ya kisa hiki kuunganika na hotuba ya siku ya leo, Esther akiwa amekaa hana hatia, hajui jambo lolote. Waliovunja glasi na vitu vya kwenye kabati ni wale watoto wa mama yule. Walipomwona mama yao wakamkimbilia, kabla hata afike wakamwambia, mama, Esther amevunja vyombo vyako kabatini, vimeanguka, vimevunjika, viko pale sebuleni. Mama akakimbia akaenda akatazama vile vyombo. Alipoviona vimemwagika na kupasuka, alitoka nje na kisu bila kumuuliza Esther neno lolote. Akaenda akakichomeka kisu pale kwenye moto,
wakati kinapata moto, akaanza kumpiga vibaya Esta, akawa amemwangusha chini, anamkanyaga, anampiga kwenye kichwa, anamkanyaga tumbo, anamkandamiza Esta. Esta hana kosa lolote, na wala hajui kwa nini anapigwa, wala hajaulizwa kwa nini umefanya kosa, wala hajaulizwa chochote. Esta anapigwa pasi na kosa lolote. Lakini msikilizaji, kama haitoshi, mama yule akachukua kisu alichokuwa amekiweka kwenye moto, akaanza kumchoma Esta, akaanza kumsugua kwenye ngozi, anachomoa ngozi na moto, kisu kinaendelea kuchoma, anampitisha kwenye tumbo, anapitisha kwenye kichwa, anamchubua, akawa anakiweka tena, anaenda kumchoma, mwili mzima unachomwa na kisu. Esta hana kosa wala hajafanya chochote, lakini baba hakujua kwamba mtoto wake anapita kwenye mateso, anapita kwenye mateso, anapita kwenye mateso. Mchana na jioni ya leo, ninajua ya kwamba baba aliyehubiriwa hapa anajua mateso unayopitia. Baba ambaye amekuja duniani akatuumba kwa namna ya kipekee, na tena tulipotenda dhambi akaja akatukomboa. Ndiyo maana anasema katika kitabu kile cha Yohana 14, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ni aminini na mimi, maana nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo ningali waambia. Esta akachoma vibaya. Lakini napenda hapa ambapo umemalizia msikilizaji, ambapo amekuwa akisikiliza Mwinjilisti Robinson. Unajua Esta baada ya kuwa amechoma vibaya, amepigwa vibaya, amekanyagwa kichwani, amekanyagwa tumbo, ngozi imechomwa, imechomeka karibia ngozi yote, yule mama akambeba Esta, akamburuta, akamweka kwenye kitanda chumbani mwake anapolala. Alikuwa ametengwa, analala peke yake. Baba aliporudi akauliza, Esta yuko wapi? Mbona mapema Esta haonekani? Akamwambia mume wake ya kwamba Esta alikuwa na kazi nyingi, amechoka, amelala. Kumbe amemfunika, amemwacha ndani. Esta anaendelea kuishiwa na maji mwilini. Esta anaendelea kuugulia maumivu, mlango umefungwa. Baba yake akiwa anafikiri mtoto amelala, kumbe amepigwa vibaya. Sikiliza, baba huyu alipokuwa amelala usiku wa manane, alisikia Esta anaita kwa sauti kubwa, anasema baba, anasema baba, 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 ninakufa baba, ninakufa baba. Mzee akaondoka kwenye usingizi, akatoka kitandani, akaenda akamfuata binti yake, akimwangalia sasa, anamwambia baba, ninakufa baba. Akamwambia nifunue, toa shuka uone baba. Baba yake akitazama, anaona mtoto ameungua, amechomwa kila mahali. Anamuuliza Esta, kwani nini kimetokea? Alimjibu, nimeteswa bila hatia, nimeteswa bila hatia, ninanyanyaswa pia bila hatia. Msikilizaji, Esta kama binti alimwambia baba yake maneno fulani hivi, akamwambia nitoe, unipeleke nje mpaka kwenye kaburi la mama yangu, mpaka kwenye kaburi la mama yangu. Esta akang'ang'ana, Esta akang'ang'ana, akapelekwa nje. Alipofikishwa kwenye kaburi la mama yake, mahali hapa pananitia maumivu, Esta akajisogeza, akalala juu ya kaburi, akanyosha mwili wake ukitazama chini kuelekea kaburi. Akamwambia mama yake maneno haya. Anaongea na maiti na kaburi ambalo alitasikia, lakini maneno aliyoyasema yana maumivu sana. Alimwambia, kwa sababu dunia haina haki, kwa sababu ya mateso ambayo ninapewa, nimeamua nikufuate
huko ulipo. Lakini mwandishi wa hadithi anasema Esta akamaliza kwa maneno haya, mtenda haki atakapokuja atatufufua tena. Ninaomba niseme mtenda haki atakapokuja atatufufua tena. Esta anakufa akiwa na maneno ambayo yamejaa maumivu. Anasema mtenda haki atakapokuja atatufufua tena. Esta aliaga, baba yake akabaki na maumivu. Hadithi haielezi nini baba alifanya kwa mke wake. Hadithi haielezi upande wa pili, ila inaeleza kwamba Esta alikufa akimaliza na maneno haya, mtenda haki atakapokuja atatuchukua tena. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wangapi jioni ya leo wanasema, wangapi jioni ya leo wanasema, nimesikia hiyo mbiu na nimejua habari za Yesu Kristo ambaye ni Baba, ambaye anaona, ambaye anajua kwamba dunia imejaa maovu, ila kama alivyotamka msalabani ndugu yangu Robinson akasema imekwisha, yani tetelestai, nina habari njema, atatamka tena kauli hii, atasema imekwisha, imekwisha. Mdhambi azidi kwa mdhambi na mwenye haki azidi kutenda haki. Baba atasema imekwisha. Baba atasema tetelestai. Wangapi wanasema kauli hii itakapotamkwa, baba atakaposema imekwisha, ninaomba mimi niwe upande wa wenye haki. Ninaomba niwe upande wa wenye haki. Kama ndio tumaini lako, kwa nini usinyoshe mkono wako? Dunia haina haki, kwa nini usisimame sasa? Lakini mtenda haki anakuja. Ninasema tena, mtenda haki anakuja. Amen. Anakuja. Amen. Anakuja kuwatetea akina mama ambao wanashinda kotini, ambao wananyimwa haki zao. Anakuja kuwatetea watoto ambao wamenyimwa haki zao. Anakuja kukomesha mateso ya shetani. Na huyo shetani ametuponda kisigino, ila mwandishi mmoja anasema Yesu atakapokuja, shetani atapigwa na kusagwa kichwa chake. Amen. Wangapi wanasema sasa, baada ya kusimama Yesu mwokozi wetu, ninaomba kama baba ambaye unaona haitatosha kutukomboa, haikutosha kutuumba, ila unasema unakuja tena, ninatamani niende kule ulipo nipate raha ya milele. Amen. Ni nani ambaye anasema Yesu sasa naomba uje? Kwa nini tusitembee na kufika hapa mbele wakati Yesu anasema? Amen. Wewe tembea sasa, tuje kwa Yesu wetu, kesha ukaombe. Haleluya.